unanielewa? Nasema ya kwamba kila usheria uliowekwa kwenye maisha yako Bwana auharibu katika jina la Yesu. Kama unaamini sema fire mara 3. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Petro akaenda kwa ajili ya kumtembelea Ikonio. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu ni kuvunja, kupigana dhidi ya vita ya sheria kwenye nyakati sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli wakati tumeokoka, tulimpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu na akatuletea neema. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tunaamini ya kwamba wakati agano la kale liliisha, maana yake laana ilifutika na usheria uliisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa tunasoma agano jipya na sio agano la kale. Why hii usheria uendelezwe? Bwana Yesu asifiwe. Biblia bali alikuja kukamilisha torati na kuvunja utaratibu kwa kila yule aliyemwamini. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwa sababu ya usheria wako kuna watu leo wanashindwa kufanikiwa kwa sababu ni usheria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya usheria kuna watu wamekuwa wakengefu. Bwana Yesu asifiwe. Leo ukiwa Nairobi mjini, unaishi katika kanisa la lokole, umeambatana katika wokovu, ukirudi katika mashambani unajikuta unarudi katika usheria, unajikuta unarudi katika matambiko, unajikuta unarudi katika kuabudu misingi. Bwana Yesu asifiwe. Hii inayoitwa mizimu kwa sababu ni utaratibu wa kifamilia. Bwana Yesu asifiwe. Tumefungamanishwa na usheria. Naomba mnitengenezee maiki. Tumefungamanishwa na usheria. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kuokoka, ni lazima ujue ya kwamba usheria hauna nafasi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu chenye thamani kwenye maisha yako kama uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usheria unaondoa uwepo wa Mungu. Usheria unakuangusha katika uovu. Usheria unakuangusha katika dhambi. Usheria unakuingiza katika laana, kwa sababu Biblia inasema alaniwe mtu yule anayemtegemea mwanadamu. Na hii usheria ni sheria za wanadamu. Wai uzitumikie ingawa tayari umeshafanyika kuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jitafakari. Je, umejengwa katika misingi ya usheria ama umejengwa katika misingi ya neema? Bwana Yesu asifiwe. Je, nguvu anatutia nguvu kwa njia nini? Kwa njia ya neema. Maana yake pamoja na sheria, kukiwa na neema ndani yako, unaweza ukaingia mahali ambapo sheria ilikataza, wewe ukaingia tena. Ndio maana Biblia inasema Esther pamoja na sheria ya mfalme aliyekuwa ameiweka, lakini kwa sababu ya neema akaingia mahali ambapo hakustahili. Ndio maana ombi langu na dua kwa uwepo wa Mungu na kwa neema yake, uingie mahali ambapo hukustahili, uingie mahali ambapo hukutazamia. Biblia inasema Petro akaenda kwa Ikonio, wakati ameenda kwa ajili ya kumbatiza, akakuta Ikonio tayari ameshajazwa Roho. Tayari Roho Mungu yuko ndani yake, yuko ananena kwa lugha. Roho Petro alisubiria ya kwamba azamishwe juu ya maji. Mungu akamwambia ya kwamba nitaka nikuonyeshe ya kwamba mimi niko juu ya misingi iliyo imara, na ndani ya misingi yangu sitembelei ndani ya misingi ya sheria. Maana yake Mungu akiamulia jambo juu yako, anaweza akavunja utaratibu juu yako. Kila utaratibu uliowekwa na wanadamu, Mungu ana uwezo wa kuvunja. Inawezekana ni utaratibu wa kifamilia, lakini ukimtumainia Yesu asubuhi ya leo, ukakombolewa kwenye huo sheria kupitia neema yake, yeye anavunja utaratibu. Biblia inasema kwa Roho wa Mungu akamjalia Ikonio. Ni miongoni mwa watu tunawasoma na wamesimama kama ushuhuda mkubwa sana. Lakini mtu mwingine ni akida mmoja wa Kiroma. Biblia inasema miongoni mwa hao watu walikuwa wanampenda Mungu sana, lakini changamoto yao kubwa, sheria ilikuwa inawazuia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikafika wakati Biblia inasema huyu akida akamwendea, akamwambia Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Sauti imetoroka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sheria haitaki kusikilizana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema huyu akida akamwendea Yesu, akaendea hawa wanani
wazee wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na usheria, hawa watu wa Kiroma walikuwa wanaitawala Israeli. Wakati wanaitawala sasa, kuna majira naye Mroma mwingine akauguliwa na mfanyakazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu alikuwa na cheo kikubwa sana, alikuwa anaitwa Mroma. Na huyu mtu Biblia inasema akawaendea wana wa Israeli. Wakati ameendea wana wa Israeli, akawaambia mambo mengi nimefanya juu yenu. Mnajua nimewajengea hekalu, ndio. Mnajua nimefanya 1, 2, 3, ndio. Sasa niko na mtumishi wangu ni mgonjwa, na wakati huu natamani muweze kumsaidia. Huku akiangalia kitu pia kilichofanya Yesu apigwe vita ni kwa sababu ya usheria. Biblia inasema wakati Yesu anaingia ndani ya Yerusalemu, wanamtazamia Masihi. Masihi akaja kwa mtazamo tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kabla ya Masihi kuja, akatangulia mtu mmoja aliyeitwa Sadoki. Wakati amekuja huyu Sadoki, akawachanganya pamoja na usheria wao. Wakasema sisi tunaamini tutakufa siku moja, hakuna ufufuko. Na hawa wana wa Israeli walikuwa wanajua sheria kutoka utoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati wako ndani ya usheria, lakini pia wanamtazamia Yesu awakomboe kwenye hiyo misingi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huyu Sadukayo amekuja, alipowavuruga wakajiseparate, wakajitenga kati ya Masadukayo na Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu Mroma wa pili alikuwa anawadai kwa sababu amefanya vitu vingi juu yao, ingawa sali pamoja nao. Sasa wakiangalia Yesu wanampiga mawe. Yesu hawataki kumsikia, maana ilifikia hatua wakamwita Beelzebuli, ilifikia hatua wakamwita mkuu wa mapepo, inafikia hatua kuna mtu mmoja anapokea muujiza wanamwita pembeni, wanasema usiaibishe usheria wetu.